Nina wasalimu wapendwa katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninaitwa James Bamwesa, mtumishi wa Mungu mdogo sana na kiongozi wa shule la Vision for Excellence International University of America hapa Afrika. Ninakuja kwa ufupi nikupatie ufupi ya somo la Agano la Kale, tuite hivyo. Na bila kupoteza muda tunabariki neno hili katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Naomba Roho Mtakatifu amsaidie mtumishi wa Mungu anayefanya shule hii kupata kitu kitakachomsaidia hapa. Nikwambia ya kwamba Agano la Kale ni sehemu ya kwanza ya Biblia ya Kikristo, na pia ni maandiko matakatifu ya Wayahudi. Lina vitabu 39 ama 39. Hii inasemekana ni katika kanuni ya Kiprotestanti. Hivi vitabu viliandikwa kwa muda wa miaka 1000 kuanzia mwaka wa 1400 kabla ya Kristo hadi miaka 400 kabla ya Kristo. Unaweza ukachanganyikiwa kama haujapata neema ya kujifunza jinsi miaka ilikuwa inahesabiliwa, kuanza na mingi kumaliza na kidogo, lakini tutafika hapo. Vitabu hivi viliandikwa na watumishi mbalimbali wa Mungu waliovuviwa na Roho Mtakatifu. Kwa lengo gani? Kwa lengo la kufunua mpango wa Mungu wa wokovu kwa mwanadamu, na kukukumbusha kwamba tuko tunazungumzia ufupi wa Agano la Kale. Agano la Kale linaeleza historia ya uumbaji wa ulimwengu, linaeleza asili ya mwanadamu, linaeleza kuingia kwa dhambi duniani, linaeleza pia maagano ya Mungu na wanadamu, linaeleza pia kuanzishwa kwa taifa la Israeli. Agano la Kale linaeleza sheria ya Mungu. Agano la Kale linaeleza huduma ya makuhani. Agano la Kale linaeleza huduma la wafalme, manabii na ahadi ya kuja kwa Masihi, yani Yesu Kristo. Haleluya. Hiyo ndio Agano la Kale. Zaidi ya kuwa kitabu cha historia, Agano la Kale ni msingi wa mafundisho yote ya Biblia. Linaonyesha tabia ya Mungu kama muumba mtakatifu, mwenye haki, mwenye rehema, mwaminifu na mwenye enzi kuu. Hiyo ndio Agano la Kale. Pia Agano la Kale linaonyesha jinsi Mungu alivyowaongoza watu wake, akiwafundisha kumcha, kumtii na kumtumainia katika kila hali ya maisha. Kwa hiyo kuielewa Agano la Kale ni hatua muhimu katika kuelewa ujumbe mzima wa Biblia. Katika utumishi ni hatua kubwa ili kujua jinsi ya kutembea pamoja na Mungu, na pia sababu Agano Jipya linajengwa juu ya msingi uliowekwa katika Agano la Kale. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Naamini mtumishi wa Mungu unaelewa kitu hapo. Sasa niseme nini? Muundo wa Agano la Kale, nikiingia kwa urefu nitakuwa mrefu zaidi, lakini nilitaka tu nikuambie ya kwamba Agano la Kale limegawanyika katika sehemu 5 kuu, ambazo kuna vitabu vya sheria, na hivi mwalimu amewafunza hapa: Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati. Sijui kama inabidi nizungumzia yote kwa ufupi. Hiyo mnasoma, sivyo wanafunzi? Kuna vitabu vya historia,
Yoshua, Waamuzi, Rutu, Samueli wa kwanza, Samueli wa pili, Wafalme wa kwanza, Wafalme wa pili, Mambo ya Nyakati, Mambo ya Nyakati ya pili, Ezra, Nehemia and Esther. Nafikiri hiyo mumeisoma, sivyo? Ya, niko nakwambia hivi vinagawanyika kwa vitabu vya historia na vitabu vya sheria. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo mwalimu, unapofunza, kuna mambo ambayo unayofunza unaweza ukawa kwenye kipindi ya historia, wewe ukaitoa ama unabii. Fanya angalisho. Fanya angalisho. Hapo mbele nitakwambia nini mimi Bamwesa nimejifunza na ninafunzaka watu, au somo kuu ninayotosha katika majifunzo ya Agano la Kale, ama muhtasari wa Agano la Kale. Ndio wanasema mkiswahili safi. Mkiingereza wanasema summary of the Old Testament. Mimi nimetoa nini kama somo kubwa na ambayo inabidi sote tujifunze hapa? Nitakupatia hayo na ninaamini itakusaidia vizuri zaidi. Lakini kabla sijafika huko, nafikiri itakuwa muhimu sana tuangalie Agano la Kale. Hivi vitabu vyetu vitano vinatuzungumzia nini kwa zaidi na kwa umuhimu zaidi? Angalia kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo kinaeleza mwanzo wa vitu vyote. Kinafundisha kuhusu uumbaji na mbingu na nchi. Tuko pamoja? Kuumbwa kwa mwanadamu kwa mfano wa Mungu, kuingia kwa dhambi kupitia Adamu na Hawa, gharika ya Nuhu, mnara wa Babeli, na historia ya mababu wa imani kama Ibrahimu, Isaka, Yakobo na kuendelea, akina Yusufu. Okay? Kwa hiyo katika kitabu cha Mwanzo mada kuu ni uumbaji, dhambi, ahadi ya Mungu na mwanzo wa taifa la Israeli. Amen. Ukikamata Kutoka utapata tu ni wokovu, ukombozi na agano la Mungu na Israeli. Ni kusema nini? Katika kitabu cha Kutoka, hii kitabu itakufunza jinsi gani Mungu alivyowaokoa Waisraeli kutoka utumwani. Ni kusema ni kutoka, ukombozi and so on. Mambo ya Walawi ni utakatifu na ibada ya kweli. Ndio unapata kwenye mambo ya Walawi. Kwenye kitabu cha Hesabu utapata imani, utii na uvumilivu. Narudilia hivi vitabu vitano maana ndo itakupatia kile ambacho ninaona kia muhimu zaidi kwenye somo la Agano la Kale. Kwa hiyo tunakamata kitabu cha Kumbukumbu la Torati ambayo inatupatia upya wa agano na utii kwa Mungu. Hallelujah. Amen. Good. Acha niende nikupatie sasa ufupi ya somo tunayojifunza katika kitabu la Kale au la Agano la Kale. Twende pamoja. Ninajisikia sababu nimekuzungumzia hivyo vitabu vitano vya mbele, nini unajifunza ndani. Acha tu nikupatie pia na mada kuu za kila kitabu ya hivi vitabu vya historia. Kwenye vitabu vya historia nilikwambia tunakuwa na Yoshua. Kitabu cha Yoshua mada kuu yake ni jinsi gani Mungu anatimiza ahadi zake kwa watu wanaomtii. Yaani kwenye kitabu cha Yoshua unajifunza kuhusu kisha kifo ya Musa. Yoshua aliwaongoza wana Israeli wakavuka mto Yordani na kuingia katika nchi ya ahadi, bla 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 bla. Hiyo unajifunza kitabu cha Yoshua. Sasa fundisho kuu tunapata kwenye kitabu cha Yoshua ni kwamba Mungu anatimiza ahadi zake kwa watu wanaomtii. Tuko na kitabu cha Waamuzi.
ambapo fundisho kuu kwenye kitabu cha Waamuzi ni kutomtii Mungu huleta mateso, lakini toba huleta uokovu. Haleluya. Nataka nikuambie ya kwamba kwenye kitabu cha Waamuzi, baada ya Yoshua, Waisraeli walimwacha Mungu mara nyingi. Walipoanguka katika dhambi, Mungu aliwaruhusu wateswe na maadui zao, wakawatandika kabisa. Nitakupatia somo kuu huko mbele, nikusema ufupi ya somo ambayo mimi Profesa Bamwesa ninatoanga katika kitabu cha Agano la Kale. Kitabu cha Waamuzi inatufunza kama kutokumtii Mungu inaweza leta mateso, lakini toba inaleta wokovu. Kwenye kitabu cha Ruth, fundisho kuu ni kwamba Mungu huwabariki wale wanaomwamini bila kujali asili yao. Mungu anaweza kukubariki wewe mtumishi unayenisikiliza bila kujali asili yako. Wewe ni kabila gani? Ulitokeaka wapi? Ulizaliwaka na malaya? Ulizaliwaka na mwizi? Laana za ukoo. Kwenye kitabu cha Rutu tunapata hiyo funzo kubwa. Samueli wa kwanza na wa pili tunafunzwa kwamba Mungu hutazama moyo wa mtu kuliko sura yake ya nje. Kwenye Wafalme wa kwanza na wa pili tunafunzwa ya kwamba taifa lisilomtii Mungu haliwezi kudumu. Huduma isiyotembea chini ya mapenzi ya Mungu haiwezi kudumu. Haleluya. Kwa hiyo acha tuendelee na vitabu vya hekima na ushauri. Biblia ina vipengele ama kipindi ama parti ambayo inajengwa na vitabu vya hekima. Nilikuanzia na vitabu vya kwanza, nilikupatia vitabu vya pili. Sasa vitabu vya tatu ama kipengele tatu ni vitabu vya hekima na ushauri. Hapa kwenye vitabu vya hekima na ushauri tunakuwa na Ayubu, tuna Zaburi, tuna Mizali, tuna Mhubiri na tuna Wimbo Ulio Bora. Amen. Katika kitabu cha Ayubu tunafunzwa zaidi sana kwamba mateso ya mwenye haki, uvumilivu na ukuu wa Mungu vinaendana. Kwa msemo mwingine, Mungu anakusudi hata katika majaribu yetu. Mungu anashabaha hata katika majaribu yetu. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu anapaswa kubaki mwaminifu katika kila hali. Kwenye Zaburi tunafunzwa kuhusu ibada, maombi na kumtumaini Mungu. Fundisho kubwa yenye kuwa kwenye Zaburi ni kwamba ibada ya kweli inatoka moyoni na Mungu anasikiliza maombi ya watu wake. Mizali ama Proverbs, mada kuu ya Mizali inakuwa ni hekima ya Mungu katika maisha ya kila siku. Fundisho kuu ni kumcha Bwana ndiyo mwanzo wa hekima na msingi wa mafanikio ya kweli. Unapomcha Mungu, unapotembea sawasawa na mapenzi ya Mungu, hiyo ndo hekima ya msingi na ndio inaleta mafanikio ya kweli. Kwenye kitabu cha Mhubiri tunafunzwa zaidi sana maana ya maisha. Na fundisho kuu kwenye kitabu cha Mhubiri ama Ecclesiastes ni kwamba maisha bila Mungu ni ubatili. Maisha yenye maana hupatikana katika kumtumikia Mungu. Kwenye Wimbo Ulio Bora ama Song of Solomon tunafunzwa upendo wa kweli na ndoa. Nasema upendo wa kweli na ndoa. Ndio maana watumishi ambao wanaitwa kwa ngazi fulani fulani katika huduma inabidi tuwe kwanza wenye ndoa zetu, pili tuwe na uwezo ya kufunza wengine kuhusu ndoa. Nikusema kwa msemo mwingine kwenye Wimbo Ulio Bora ninataka nikuibie kasiri kwamba wewe mwenye hauna ndoa lakini unachunga kanisa, unafunza watu yenye hauishi. Lakini fundisho kuu kwenye Wimbo Ulio Bora ni Mungu anapatia thamani sana ndoa takatifu inayojengwa juu ya upendo, uaminifu na heshima. Amen. Kipengele cha 4 ni manabii wakuu. Tunakuwa na manabii wakuu katika andishi za Biblia na huku tuko kwenye Agano la Kale. Manabii wakuu walitumwa na Mungu kuwaonya watu wake kuhusu dhambi zao, kuwaita kutubu, tubuni dhambi na kuwapa tumaini la wokovu kupitia Masihi. Nao wanaitwa wakuu.
Na ndio maana leo kuna watu ambao pia wanajiita great prophets. Wengine wanajiita big prophet, manabii mkuu, manabii wakuu. Na manabii wakuu ni wanani? Kwenye Agano la Kale ni Isaya, Yeremia, Maombolezo, Ezekieli na Danieli. Unaweza jiuliza, je, mwalimu hapo anasema manabii wakuu au anaitwa au ni mavitabu? Sababu Maombolezo manabii wakuu waliandika vitabu vya Isaya, Yeremia, Maombolezo, Ezekieli na Danieli. Lakini Maombolezo unakuta amo ni lamentation ya Yeremia, irisi. Isaya tunatosha amo nini? Katika Isaya tunatoa mada wakuu ambao ni wokovu, hukumu pamoja na masihi. Wokovu, hukumu na masihi. Hizo ndio mada 3 tumetoa humo. Na fundisho kuu kwenye kitabu cha Isaya ni Mungu ni mtakatifu na mwokozi. Wokovu upatikana kupitia masihi aliyeahidiwa. Kwenye kitabu cha Yeremia, mada kuu ni toba, hukumu na tumaini. Fundisho kuu kwenye kitabu cha Yeremia ni Mungu huwapa watu nafasi ya kutubu kabla ya kuhukumu. Mungu anapatia watu nafasi, anakutumia mwalimu, anakufunza, anakuzungumzia kupitia ndoto, anakuzungumzia kupitia walimu, kabla ya kuhukumu. Kwenye kitabu cha Maombolezo, mada kuu inakuwa ni huzuni, toba, rehema za Mungu. Huzuni, toba na rehema za Mungu. Fundisho kubwa tunapata kwenye kitabu cha Maombolezo, dhambi inaleta maangamizi, lakini rehema za Mungu ni mpya kila siku. Kwenye kitabu cha Ezekieli tunajifunza hukumu, urejesho na utukufu wa Mungu. Fundisho kubwa kwenye kitabu cha Ezekieli ni Mungu ana uwezo wa kurejesha maisha yaliyoharibika na kuwapa watu wake tumaini jipya. Kwenye kitabu cha Danieli tunajifunza uaminifu kwa Mungu na ukuu wa ufalme wake. Fundisho kubwa yenye tunapata kwa kitabu cha Danieli ni kwamba Mungu hutawala historia yote ya dunia na huwabariki wale wanaodumu waaminifu wake. Na maanisha ni kusema Mungu anawabariki wanaodumu, wale ambao wanakuwa waaminifu wake. Tunakuwa pia na manabii wadogo. Tumezungumzia manabii wakubwa hapo juu. Manabii wadogo wameandika vitabu hivi: Hosea, Yoeli, Amosi, Obadia, Yona, Mika, Naumu, Habakuki, Sefania, Hagai, Zekaria na Malaki. Je, tuzungumzie mafunzo tumetoa huko nako? Acha tuone. Haraka sana kwa kitabu cha Hosea, mada kuu ni upendo wa Mungu usio na mwisho. Fundisho kubwa tunatoa kwa Hosea, Mungu ni mwaminifu hata pale wanadamu wanapokuwa waasi. Yoeli tunatoa somo inazungumzia kuhusu toba na siku ya Bwana. Fundisho kubwa, wale wanaomrudi Mungu kwa moyo wote hupokea rehema na baraka zake. Kwenye Amosi tunatoa kitabu cha haki na hukumu. Somo la haki na hukumu. Kwenye Amosi funzo kuu ni kwamba Mungu anataka haki, huruma na maisha matakatifu, hapana tu ibada ya unafiki. Kwenye kitabu cha Obadia ama Obadaya tunasoma kwa Kiingereza, mada kuu inakuwa ni hukumu ziki ya kiburi. Hukumu zidi ya kiburi. Hukumu zidi ya kiburi. Sawa vile kitabu cha Mithali inasema kiburi inatangulia maanguko. Amen. Fundisho kuu tunatosha kwenye kitabu cha Obadia ni kwamba kiburi huleta anguko, lakini Mungu huwainua wanyenyekevu. Kwenye kitabu cha Yona tunapata somo inasema rehema za Mungu kwa mataifa. Fundisho kuu tunatoka kitabu ya Yona
ni kwamba Mungu anatamani kila mtu atubu na kuokolewa. Hiyo ndio mapenzi ya Mungu. Kwenye kitabu cha Mika, mada kuu ni haki, rehema na Masihi. Fundisho kuu ni Mungu hutaka watu wake watende haki, wapende rehema na watembee kwa unyenyekevu mbele zake. Kitabu cha Naumu, mada kuu inakuwaka ni hukumu ya Mungu. Fundisho kuu ni Mungu ni mwenye haki, atawaadhibu waovu kwa wakati wake. Habakuki, hapa tunajifunza imani katikati ya majaribu. Imani katikati ya majaribu. Na funzo kubwa kwa Habakuki na kuwaka mwenye haki ataishi kwa imani. Sefania, hapa tunajifunza hukumu na wokovu. Fundisho kuu kwa kitabu cha Sefania inakuwaka toba ya kweli huleta wokovu na furaha katika Bwana. Hagai, hapa tumejifunza kuweka Mungu mbele ya kila kitu. Weka Mungu mbele ya kila kitu. Fundisho tunapata kwenye kitabu cha Hagai ni kwamba kazi ya Mungu inapaswa kuwa kipaumbele cha kwanza katika maisha ya mwana. Aseme tafuteni kwanza ufalme wa mbingu na haki yake, na kisha vingine vyote vitakuja. Kitabu cha Zekaria, hapa tunafunza tumaini na ufalme wa Masihi. Fundisho kubwa tunapata kwa Zekaria ni kwamba ahadi za Mungu ni za hakika na zitatimia kwa wakati wake, hata ikikawia. Wewe ni mtumishi wa Mungu, uliitwa na umepewa ahadi ya Mungu. My dear friends, jua ya kwamba wakati wa Mungu utafika. Na wakati wa Mungu haikuangi inachelewa. Wakati ya Mungu is always the best. Kitabu cha Malaki, na ndio naamini kuwa ya mwisho, ni mafunzo napendaka sana. Maana hapa tunajifunza ya kwamba uaminifu katika ibada na maandalizi ya kuja kwa Masihi. Nisikia mzuri. Umesikia nimecheka hapa. Mungu anataka ibada ya kweli, moyo wa uaminifu na maandalizi ya kumpokea Mwokozi. Hapa ndo na kuwaka na kamatia somo kubwa ninayoitoa katika Agano la Kale. Naamini nimekupatia vitabu 39 ama 39 vinavyofanya Agano la Kale. Nataka nibanie hapa kwa Malaki, ambao ni kitabu cha mwisho, ambao ni unabii au ni nabii wa mwisho wa Agano la Kale. Kazi yake kubwa ilikuwa kuwakemea makuhani na watu kwa uzembe wao katika ibada na kutabiri kuja kwa mjumbe atakayetangulia Masihi. Haleluya. My Father, my God. Napendaka sana kitabu cha Malaki, maana ni kitabu na itaka kitabu cha makemeo. Mtumishi wa Mungu, ninakurecommend soma kitabu cha Malaki tangu mwanzo mpaka mwisho. Soma kitabu cha Malaki tangu mwanzo mpaka mwisho ili uelewe nini inanijaza, nini inanifurahisha ninapozungumza na watumishi wa Mungu. Nikifika kwa Malaki, kwa nini ninabana hapo? Ni kwa sababu watumishi wengi, kwanza, hatutaki kukemewa sababu unakuwa mtumishi. Watumishi hatutaki kukemewa. Watumishi hatutaki shauri. Watumishi hatutaki kuongozwa. Watumishi hatutaki kuambiliwa. Mtumishi akisha yua Kifaransa, anajua Kiingereza, anajua kujisemesha kwa lugha anakuta anaenea. Kitabu cha Malaki kilikuya kukemea disorder, ukorofi, uchafu. Sijui kama nasikilika. Pamoja na kuonyesha katika sura ya kwanza upendo wa Mungu na kukemewa kwa makuhani, ndo sura ya kwanza hili. Sura ya pili ya kitabu cha Malaki inasema kuhusu uaminifu katika ukuhani na ndoa. Sura ya tatu kuja kwa mjumbe wa Bwana.
Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Sura ya 4 ni siku ya Bwana na hadi kuja kwa Elia. Nisikie. Hii kitabu yenyeko tuna hizi sura za kidogo, tunarudilia sura yake ya kwanza ya kitabu cha Malaki. Inasema kuhusu upendo wa Mungu na kukemewa kwa makuhani, kukemewa kwa mabishop, kukemewa kwa maapostles, kukemewa kwa weye nabii mkuu ambaye unajiita nabii mkuu. Kitabu cha Malaki ilipaswa kuwa rafiki yako. Soma sura ya kwanza wende mpaka mwisho. Nika kitabu kadogo sana. Alafu nikupatie kwa ujumla nini nimejifunza, au somo kubwa inatoka kwenye kitabu au kwenye somo cha Agano la Kale. Nitakuwa namalizia hapo ili kufunga somo hii ambayo baba Bishop Mtalimbwa alianzisha na amemaliza. Basi kwa ufupi, mimi Profesa James Bamwesa, kama nilivyoanza kukufasiria ufupi wa somo la Agano la Kale, nimejifunza masomo ama maneno yafuatayo. Kwa watumishi wa Mungu, Agano la Kale linatoa mafundisho ya kudumu kwa kila mtumishi kupitia maisha ya mababu wa imani, manabii, makuhani, waamuzi, wafalme na watu waaminifu. Tunajifunza jinsi ya kumtumikia Mungu kwa uaminifu, kutembea katika utakatifu na kutimiza wito wetu kwa hekima. Nisaidie sasa ufuate haya yanayofuata hapa, ambayo mimi nimetoa kwa experience. Muda nimefanya katika kufunza watu somo hili na muda ya miaka zaidi ya 25 ambayo niko nayo kwenye huduma sasa. Pointi ya kwanza nimejifunza ni hii: kumweka Mungu mbele katika kila kitu kwenye huduma yako. Mtumishi wa Mungu anatakiwa kumtegemea Mungu katika kila uamuzi na kumruhusu Mungu aongoze maisha yake. Ukisoma kitabu cha Mithali sura 3 mstari wa 5 mpaka wa 6, Biblia inasema mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Tumejifunza pointi ya pili, au ninajifunzaka kwenye somo la Agano la Kale. Pointi ya pili ni utii ni bora kuliko dhabihu. Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari wa 12. Kutii ni bora kuliko dhabihu. Pointi ya tatu nimejifunzanga kwenye Agano la Kale ni kwamba imani inamfurahisha Mungu. Soma Mwanzo wa 15 mstari wa 6. Pointi ya 4 nimejifunza ni kwamba Mungu anawaita watu wa kawaida kwa kufanya kazi kubwa. Kuna mtu unajidharau wewe ni yatima. Kuna mtu unajidharau wewe ni kipofu. Kuna mtu unajidharau wewe ni mfupi. Kuna mtu unajidharau una mwili kidogo. Kuna mtu unajidharau haujasoma kwenye society, kwa familia. Unajidharau wewe umepungukiwa au unajiita maskini. Kutoka sura ya 3:12 itakusaidia. Biblia inasema hakika nitakuwa pamoja nawe. Somo ya 5 nimejifunza kwenye Agano la Kale, mimi Bamwesa, ni kwamba utakatifu ni sharti kwa utumishi unapomtumikia Mungu. Ukisoma Mambo ya Walawi sura 19 mstari wa 2 utaelewa. Pointi ya 6 nimejifunza kwenye somo la Agano la Kale na ambalo ninakuwa nafunza wengine ni kwamba maombi ni chanzo cha nguvu. Katika utumishi bila maombi utapotea. Watumishi wakuu wa Mungu kama Musa, Samueli, Daudi na Elia walikuwa watu wa maombi. Soma kitabu cha Kutoka 33 mstari wa 11. Pointi ya 7 nimejifunza ni kwamba unyenyekevu inamvutia Mungu. Mika sura 6 mstari wa 8 utaelewa hiyo. Pointi ya 8 nimejifunza ni kwamba uadilifu ni bora kuliko mafanikio. Yusufu na Danieli walidumu katika uaminifu hata walipokabiliwa na majaribu makubwa. Bana, uaminifu
unapomtumikia Mungu bila kujali shida unazozipitia. Soma Mwanzo 39 mstari wa 2. Nimejifunza kwenye somo la Agano la Kale kama mtumishi wa Mungu ya kwamba Mungu huwasawabisha waaminifu. Mungu huwabariki wale wanaobaki waaminifu kwake hata katika nyakati za majaribu. Samueli wa kwanza sura yake ya 2 mstari wa 13. Nimejifunza pointi ya 10, nasema dhambi inaleta matokeo mabaya. Maisha ya Adamu, Sauli, Daudi na Sulemani yanaonyesha kuwa dhambi inaleta maumivu na hukumu, ingawa Mungu husamehe wanaotubu kwa kweli. Hesabu sura 32 mstari wa 23. Nimejifunza pointi ya 11 ya kwamba toba inaleta urejesho. Mungu yuko tayari kukusamehe na kurejesha kila kitu ulichokipoteza. Soma Mambo ya Nyakati ya Pili sura ya 7 mstari wa 14. Pointi ya 12 nimejifunza kwenye somo la Agano la Kale na katika uongozi ninaofanya wa kazi ya Mungu na mwito nilioitwa kufanya, kwamba uongozi ni zamana takatifu. Ni kusema nini? Mtumishi wa Mungu anapaswa kuongoza kwa hekima, haki na moyo ya utumishi. Wafalme wa kwanza sura ya 3 mstari wa 9 itakusaidia. Pointi ya 13 niliyojifunza ni kwamba Mungu hutimiza ahadi zake. Hakuna ahadi ya Mungu inayoshindwa kutimia. Lakini ili ahadi itimiliwe, inabidi uwe katika njia inayofaa na inayostahili. Mtumishi wa Mungu, unaweza pewa ahadi na Mungu, lakini ukitoka katika mapenzi ya Mungu, jua ya kwamba unatoka katika mpango ya Mungu, na ukitoka katika mpango ya Mungu, unaacha kila kilicho kitamu na faida za kuwa na Mungu. Pointi ya 14 ambayo nimejifunza ni kwamba neno la Mungu inabidi liwe taa la maisha ya mtumishi wa Mungu. Yoshua sura ya 1 mstari wa 8 nasema, kitabu hiki cha Torati kisitoke kinywani mwako. Pointi ya 15 nimejifunza mimi Profesa Bamwesa kwenye somo la Agano la Kale ni kwamba ibada ya kweli inatoka moyoni. Zaburi 51 mstari wa 17 Biblia inasema, zabihu za Mungu ni roho iliyovunjika. Mungu hafurahishwi tu na ibada ya nje. Mungu hafurahishwi tu na kwenda kuimba kulalamika. Lakini Mungu anafurahishwa na uwewe ndani ya roho yako. Bila yenye unapanga, kadiri unavyomuona, unavyokamata ukuu wa Mungu, unavyoona uzuri wa Mungu, moyo wako wa shukrani kwa Mungu, kwa mwito, kwa wokovu, kwa kukuumba kwa mfano wake, na zaidi ya yote kwa kukuita, kukufanya miongoni mwa watumishi wake. Mungu anaangalia roho yako zaidi. Pointi ya 16 ambayo Bamwesa alijifunza ni kwamba uvumilivu inazaa ukomavu wa kiroho. Zaburi 27 mstari wa 14, mngojee Bwana, uwe hodari, uwe mvumilivu katika huduma, uwe mvumilivu. Mambo mengine mtumishi mwenzangu utajifunza huko mbele. Uwe mvumilivu. Nimejifunza mimi kwamba uvumilivu inazaa kukomaa kwa kiroho. Haiko ulianza huduma leo na leo unataka uwe hiki. Niko ninakuambia nina miaka zaidi ya 25 katika huduma. Nina miaka zaidi ya 25 katika huduma kuu. Nina miaka 13 katika huduma ya kawaida. Maana nilimaliza shule ya kwanza ya Biblia nikiwa na miaka 16. Ilikuwa hapo Bukavu. In 1996 ndo nimeimaliza. Leo tuko na miaka ngapi? Leo niko na 46. Nikusema niko na miaka 13 natumikiaka Mungu. Na inaweza kuwa zaidi ya hapo, sababu sikupokea Bwana wetu Yesu Kristo na kuanza kazi ya uimbaji kanisani na hiyo mwaka nikamaliza shule ya kwanza. Hapana, nilikuwa niko na miaka 2 ya mbele ya hapo. Lakini leo Mungu amenifikisha pale kwenye ananifikisha katika uvumilivu. Ni wangapi wanatamani kuwa kama Bamwesa? Bwana Yesu asifiwe. Uvumilivu itakusaidia kukomaa. Pointi ya 17 ambayo nimejifunza mimi Bamwesa kwenye somo la Agano la Kale ni kwamba majaribu inamjenga mtumishi wa Mungu. Soma Ayubu 23 mstari wa 10. Pointi ya 18 nimejifunza katika Agano la Kale ni kwamba mtumishi wa Mungu lazima awe jasiri.
Pointi ya 19 nimejifunza, mtumishi wa Mungu ameitwa kwa nuru au kuwa nuru ya mataifa. Isaya 49 mstari wa 6. Pointi ya mwisho ambao ni ya 20 nimejifunza ni kwamba Agano lote la kale linamwelekeza Yesu Kristo. Funzo kuu la Agano la kale ni kwamba Mungu alikuwa akiandaa njia ya kuja kwa Masihi Yesu Kristo, mwokozi wa ulimwengu. Haleluya. Soma Kumbukumbu la Torati sura yake ya 18 na mstari ya 15. Ni kusema nini? Mstari au ufupi wa Agano la kale unatufundisha kwamba Mungu ni muumba mtakatifu, mwenye haki, mwaminifu na mwenye rehema. Watumishi wa Mungu wameitwa kuishi maisha ya imani, utiifu, utakatifu, unyenyekevu, uaminifu, ujasiri na uvumilivu. Haleluya. Bwana akubariki mtumishi mwenzangu na kuwezeshe katika kazi ulioitwa kufanya mwa kingdom ya mfalme wa wafalme, na kutabiria kwa uweza na mamlaka niliyopewa na Mungu, utashinda, utabarikiwa, utatumikishwa kwa makubwa, utatembea pamoja na Mungu aliyekuita katika huduma hii, kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.